Njoo nikujuze. Na baadhi ya vijana hapa wanieleze kuhusiana na umri sahihi wa kuingia katika ndoa. Ni umri gani? Tuanze na vijana hapa wamekaa katika vimbweta vya chuo hiki cha Dar es Salaam School of Journalism. Tuanze na dada huyo hapa, mkono wangu wa kulia. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Eunice. Eunice, wewe unahisi umri sahihi wa kuingia katika mahusiano ni umri wa kuanzia miaka mingapi hivi, au ni umri wa rika gani? 18, miaka 18 kwa msichana. Kwa msichana. Kwa mvulana ukipata tu hela ingia kwenye mahusiano. Kwa mvulana umri wote. Kwa nini kwa msichana umemwekea 18? Kwa mvulana labda 19, 20 hivi. Ila kwa msichana 18 hivi si mtu anakuwa tayari anaonekana. Tayari anaonekana. Haya, asante. Wewe tuhamie kwa dada upande wangu huu wa kushoto. Mambo vipi? Poa. Mzima? Mzima. Unaendeleaje? Naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Wewe unadhani umri gani sahihi wa kijana kuingia katika ndoa, au rika gani sahihi kwa kijana kuingia katika ndoa? Kwa mimi, kwa ubavu wa kike, nikiongea kwa ubavu wetu wa kike, mimi naona kama ni miaka 20. Kwa sababu unaweza ukakizana na changamoto yoyote ya ndoa, maana ndoa ina changamoto nyingi. Yaani wenyewe katika ndoa wenyewe wanakuambia ndoa ina changamoto nyingi, inabidi uwe mvumilivu. Kwa hiyo na mimi akifikisha miaka 20 atakuwa anajielewa na anajua jukumu lake la kwenye ndoa ni lipi. Lakini kwa mwanaume naona kama miaka 26, 27, maana wanaume wana mambo mengi. Kwa hiyo na hisi 26, 27 anaweza akawa na uelewa na kujielewa kwamba kwenye ndoa anaenda kufanya nini, respect kwa mkewe na vitu vyote hivyo. Asante sana. Asante. Twende tumalize na binti huyu hapa. Kavaa kabisa nguo nyekundu, nguo ya kuwakilisha upendo. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Mariam. Mariam, unahisi ni umri gani sahihi wa mtu kuingia kwenye ndoa, au rika gani sahihi kwa mtu kuingia kwenye ndoa? Umri sahihi kwa mwanamke. Ukipata mahusiano ambayo yamenyooka, unaweza kukuta mtu huko kwenye miaka 19 au 18 umepata mwanaume ambaye anakujali na yupo ready kuanzisha maisha na wewe. Kwa hiyo kwa mwanamke ana umri sahihi, lakini kwa serikali imeamua kuanzia miaka 18. Lakini kwa mwanamke ana umri sahihi. Afuate moyo wake. Kwa afuate maamuzi yake tu. Afuate maamuzi yake, akiona mwanaume amenyooka aolewe naye, asipoteze muda. Never chance come twice. Wewe kitu gani unazingatia kabla kuingia kwenye ndoa? Kwa mimi? Cha kwanza mwanaume awe anajielewa. Cha pili awe mtafutaji. Yaani sio mtafutaji ile eti kwamba na hela sio nini. Awe yale mtafutaji yule ambaye unamwona kweli mwanaume wangu ana hustle. Ili hata ukimwomba hela akwambia leo sina, unasema ni kweli mkakaana. Cha mwisho asiwe na utakuta ule urafiki na watu ajabu. Asante sana. Asante pia. Naam, hayo ni maoni kwa dada mwingine hapa. Mambo vipi? Poa. Vipi? Mzima? Mzima, sijui wewe? Salama kabisa. Je, ni umri gani sahihi kwa mtu kuingia kwenye ndoa, ama rika gani sahihi ambapo mtu anatakiwa kuingia kwenye ndoa kwa upande wako? Unajua ukisema hivyo labda utofautishe wanawake na wanaume. Mi naona kwa wanaume hata wakifika miaka 30 na haina shida, lakini kwa mwanamke miaka 26 kuanzia hapo kuendelea ndo anatakiwa fikiri mpaka miaka 29 hapo ndo anatakiwa aamue hapo, kwa sababu kijamii ukizidisha hiyo miaka unaonekana kama umechelewa sana whatever. Kwa ndio maana nilikuwa nasema kwamba kama ni mwanaume umri wote, kwa sababu mwanaume hata miaka 30 na anaweza funga ndoa, lakini mwanamke kijamii inaonekana kwamba ukichelewa sana kuna shida sehemu fulani hivi, you get. Lakini mi kwa wanawake nafikiria waanze kufikiria kuanzia miaka 26 mpaka 39, na kwa wanaume yani wao limit yao labda 35. Natumai utakuwa umeyasikia maoni kutoka kwa baadhi ya vijana wakielezea kwamba wao kwa maoni yao ni umri gani sahihi kwamba unaweza ukaingia katika ndoa. Wengi wamesema ni kuanzia miaka 30. Wewe hapo
ni unahisi umri gani sahihi wa kuingia kwenye ndoa, na unaweza ukaweka maoni yako hapo kwenye comment ukitaja wewe unaona ni umri gani sahihi kuingia kwenye ndoa. Mimi naitwa Gachi Basle Fiso na kipindi ni #nijuze. Kufikia hapa nifikia mwisho wa kipindi hiki, tukutane siku nyingine majira kama haya. Bye bye, usiache kusubscribe, kucomment na kushare. Bye.